Hii ni Siasa Zetu na mimi ni Stanislaus Lambert. Karibu. Hapa ndipo pahala ambapo tunajadiliana kuhusu maisha yetu na maisha ya siasa kwa ujumla. Binadamu, maisha yanayoishi kila kitu ni siasa. Leo mjadala wetu utajikita kwenye eneo la utawala bora na siasa. Tunao manguli hapa ambao watatupitisha kwenye hilo, tujifunze kutoka kwao, tupate maarifa na pia tupate uchanganuzi kulingana na uzoefu wao. Kipekee kwenye Siasa Zetu leo, episode ya 18, tunaye ndugu Salvatori Rweyemamu. Huyu ni mtaalamu wa mawasiliano na mwanahabari mwenye uzoefu mkubwa wa muda mrefu wa uandishi wa habari, uhusiano wa umma na mawasiliano ya kisera serikalini. Amewahi kuhudumu kwa nafasi ya mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu chini ya uongozi wa Rais Jakaya Kikwete kwa takriban miaka 8 hivi. Kabla ya kujiunga na Ikulu, Rweyemamu alikuwa mhariri mtendaji wa Habari Corporation, sasa hivi inafahamika kama New Habari Corporation, na pia aliongoza kampuni ya mawasiliano ya umma ya SNG Communications. Katika majukumu yake, alihusika katika kuandaa, kutekeleza mikakati ya mawasiliano ya serikalini, kusimamia uhusiano wa vyombo vya habari na kuratibu utoaji wa taarifa kwa umma kwa niaba ya ofisi ya Rais Ikulu. Kwa miaka mingi, Rweyemamu amejijengea heshima kama mmoja wa wataalamu mahiri wa mawasiliano nchini Tanzania, akichangia katika kuimarisha uwazi, mawasiliano ya kisera na maendeleo ya tasnia ya habari nchini. Karibu sana Rweyemamu. Asante sana Lambert. Nafurahi kukuona. Mimi zaidi. Sawa. Naam, kushoto kwangu hapa ni Baraka Mwasaka, mwanasheria na wakili wa serikali mwenye uzoefu mpana katika masuala ya utawala bora, uongozi, uhusiano na usimamizi wa biashara. Mbali na taaluma ya sheria, pia yeye mwenyewe ni mfanyabiashara kwenye sekta ya wakala wa forodha kupitia kampuni yake ya FSB Clearing and Forwarding, ambapo pia anatoa ushauri wa kitaalam kuhusu masuala ya kodi na biashara. Mwasaka ni mtaalamu anayejulikana kwa uzoefu wake katika kuchambua masuala ya kisheria na kiutawala kwa mtazamo wa kitaifa na kimkakati, akisisitiza umuhimu wa uwajibikaji, maadili na mawasiliano bora katika sekta ya umma na binafsi. Nimefurahi kukuona Baraka. Nimefurahi kukuona pia Mr. Lambert. Karibu sana. Naam, twende moja kwa moja kwenye mjadala wetu. Utawala bora na siasa. Utawala ni nini? Uongozi ni nini? Manake ni maneno kama huwa yanawachanganya watu. Wengine wanasema huu ni utawala wa fulani ama huu ni uongozi wa fulani. Utawala ni nini na uongozi ni nini? Kwa sababu ya uzoefu nitaomba nianze na Rweyemamu. Asante Lambert. Sie watu wa zamani kidogo huko tunazungumzia uongozi bora. Lakini katikati hapa ilivyoingia utandawazi, mambo ya uongozi bora yakabadilika ukawa ni utawala bora. Mimi nadhani kuna tofauti. Na tofauti yake nini? Kwanza tofauti ni katika maneno yenyewe. Moja anaongoza, mwingine anatawala. Kwa hiyo kwa maana hiyo mimi ninavyoona mimi, kutawala kuna hisia nyingi sana za kisheria. Utawala. Kutawala kuna hisia nyingi za kisheria. Kuongoza kuna hisia nyingi za ethics, maadili. Kiongozi anaongozwa na maadili. Mtawala zaidi anaongozwa na mfumo wa kisheria uliopo pale. Ninavyoona mimi. Na kwa hiyo siku hizi hatuzungumzi tena uongozi bora. Ule wa kina Mwalimu Nyerere na watu wake. Sasa hivi tunazungumza utawala bora. Sasa chini ya utawala bora utakuwa na taasisi za utawala bora za haki za binadamu, si utakuwa na nini, utakuwa kupambana na kuzuia na rushwa, zote hizi zinaingia kwenye mfumo wa utawala. Sawa. Baraka, una maoni tofauti kidogo? Tunapozungumza swala la utawala tunazungumzia mchakato. Nikiwa namaanisha kwamba tayari tuna sera, tuna kanuni, tuna taratibu ambazo zinatakiwa ziende moja kwa moja kwa jamii. Lakini hapa katikati tuna mchakato wa kuhakikisha hizo zinakuwepo na zinatekelezwa. Nani anayefanya? Ni watawala.
lakini huyu anapoenda kufanya yeye sasa anakuwa ni kiongozi, anapoenda moja kwa moja kwa wananchi katika kuzifanya zile sera zote zitekelezwe, lakini pia utaratibu, kanuni na sheria zote zitekelezwe, basi yeye anaenda kusimama pale katikati, either ni kuhamasisha wananchi au kuwaelekeza na kuwaongoza nini cha kufanya. Nadhani kama nimemuelewa Baraka ni kwamba utawala ni kama mfumo umetengenezwa ambao una sera, una sheria, na ndio maana pengine kuna pahala unaweza kukuta kuna katibu tawala ambaye yeye anasimamia hiyo mifumo, alafu uongozi ni yule anayekuwa kwenye ile nafasi anafuata vipi mifumo ya kiutawala. Ndicho unachomaanisha? Namaanisha hivyo hivyo. Asante sana. Na mara nyingi utakuta kiongozi amechaguliwa, lakini mtawala ameteuliwa au ameomba nafasi, lakini kiongozi wa umma atakuwa ameingia kwenye process, kwenye mchakato wa kuteuliwa na kuchaguliwa na wananchi. Mtawala sio lazima achaguliwe na wananchi, anaweza kuteuliwa kama hivyo. Umetoa mfano mzuri sana wa katibu kata. Anapatikana vipi, wewe unajua zaidi. Kwa hiyo nakubaliana mimi na maelezo ya Baraka kabisa. Safi sana. Sasa kwa hiyo manake huyu, kwa sababu yeye ni mtawala, manake hata upatikanaji wake unakuwa wa sifa zaidi za kimfumo, kama ni sifa za elimu, sifa za uzoefu wake na kadhalika. Yani kiufupi, anapoenda kuwekwa kwenye nafasi ya kufanya kitu fulani, anawekwa pale specifically kwa ajili ya kufanya kile kitu ili kiwe. Ndio maana tunasema kwa mfano mtunga sera. Sawa? Hawezi akachukuliwa tu mwanasiasa akaenda kutunga sera pale ambazo anatakiwa azidraft. Mwanasiasa atakuwa ni mtu ambaye ni baadaye atakuja kuongoza ili zile sera ambazo zilitungwa huku yeye azisimamie kwa wananchi na kuzichechemua ili wananchi wazitekeleze. Lakini tunazungumzia nani ambaye anaenda kufanya zile draft na kila kitu. Lazima pale tumchukue mtu mwenye qualifications aende akafanye, ambaye ndio tunamuita mtawala. Imekaa vizuri. Sawa. Kwa hiyo maana yake tunaposema kuna utawala bora, maana yake kuna kinyume chake. Kinyume kipo, itakuwepo na utawala mbaya bila shaka. Lazima kiwepo, kwa sababu tushaita kitu bora, maana kuna kingine ambacho sio bora. Kinachofanya hiki bora kionekane bora, maana kama hakukufanyika bora, ndio maana tumeona kwamba kuna madhaifu, tukakipa jina hiki kimoja cha kukita ni bora kuliko kingine. Ambacho sio bora kinaweza kutokana na nini? Sijui, lakini nizungumze bora. Bora maana yake utawala bora ni kila mtu anatamani kuwa na utawala bora. Nadhani ndio maana inawekwa kama kigezo, kama benchmark, kwamba bwana sote tunajaribu kujenga utawala bora. Hatupambani kujenga utawala mbaya hapa. Nadhani ndio benchmark, ndio maana inaitwa utawala bora. Kwa hiyo wewe ukiwekwa kwenye kundi la utawala mbaya unakuwa hauna nafasi sana. Ni desirable, kila mtu anataka kupanda juu kujenga utawala bora. Utawala mbaya, mimi sijui tafsiri yake, labda Baraka anaweza kutusaidia. Utawala mbaya mimi naweza nikasema kwamba tafsiri yake inaletwa na yule mtawala mbovu. Ndio. Kwamba utawala mbaya hakuna sehemu tutaukuta kwamba sasa hivi tunaanza kutekeleza utawala mbaya. Hapana. Atakayekabidhiwa ile dhamana ya kufanya ule utawala bora, atakapofeli ndio tunakuja kumuita yeye mtawala, na utawala wake ulikuwa utawala mbovu. Nadhani imekaa vizuri. Tukisogea mbele hapo tutaelewana vizuri. Sawa. Sasa dhana ya utawala bora ina nafasi gani katika siasa za Tanzania? Sijui, karibu Baraka kwenye eneo hili. Ina nafasi kubwa, kwa sababu unapozungumzia utawala bora ndio unazungumzia msingi wa kila kitu. Tunapoenda kuzungumzia siasa za Tanzania, tunaenda kupata viongozi ambao viongozi wanaenda kutekeleza na kuchechemua ule utawala bora kwa wananchi. Maana yake ni kwamba tumempata mbunge kazi yake ni nini? Tumempata diwani kazi yake ni nini? Sawa. Maana yake yeye sasa ndo anaenda kupeleka zile sera zote kwa wananchi, sheria zote kwa wananchi, na namna gani zinatekelezwa kwa ajili ya kuwaletea maendeleo. Kwa sababu mwisho wa siku tunazungumza maendeleo na ukuaji wao. Ukuaji wa kijamii, ukuaji wa kiuchumi. Sasa huyu ambaye ndo tunamuita mwanasiasa, yeye baadaye ndo anakuja kuwa kiongozi. Kazi ilifanywa na watawala, sawa, kutengeneza na kila kitu. Lakini baadaye yeye mwenyewe pia ndo anatakiwa kwenda kuamsha zile hisia za wananchi katika kusimamia zile sera, taratibu, kanuni
kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wananchi. Kwa hiyo ni bora sana kwenye uongozi kwenye nafasi kwenye siasa. Ulitaka kusema kitu kingine? Nilitaka hii dhana hii ya utawala bora ni dhana ngumu sana, na wakati mwingine inaweza kutumika hii kama kivuli cha viongozi wabaya kujificha chini ya dhana hii. Kwa hiyo ni dhana kwanza ni mpya kwetu na ni mpya duniani, kwa sababu hii dhana kimsingi imeanzia Marekani huko ikaanza kusambaa mpaka ikafika kwetu. Kwa hiyo kwetu huku nadhani haijaeleweka vizuri, na chini ya dhana hii una hatari kubwa sana ya kupata viongozi ambao sisemi ni wabaya, lakini wasiokuwa wazuri sana kwa kutumia kivuli cha uongozi bora. Ndio tatizo ninaloliona mimi, lakini otherwise kwa maneno, kwa dhana ni jambo zuri sana. Kwa hiyo umeibua jambo lingine hapa Roemam. Kwa hiyo ni kwamba siasa iingie zaidi kwenye upande wa uongozi ama iingie zaidi kwenye upande wa utawala? Pote, lakini nadhani zaidi kwenye uongozi, lakini pote ingie, kwa sababu wewe umesema hapa, umezungumza kitu mwanzo, nadhani unakikumbuka kwamba siasa ni kila kitu cha maisha ya binadamu. Sasa usipokuwa ukaweka ili neno siasa vizuri, hutapata unayotafuta, anayoyazungumza Baraka, maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya wananchi. Kwa hiyo ni lazima ufike mahali mifumo hii kwanza iende vizuri, uwe na kiongozi mzuri ambaye anakuwa na utawala mzuri vile vile, kwa sababu unaweza kuwa na kiongozi mzuri akawa na utawala mbaya. I believe so, kwa sababu kama nilivyosema, kinaweza kutumika kama kivuli hivi msipokuwa waangalifu hivi, kwa sababu kiongozi mbaya anaweza kuingia kwenye mfumo wa uongozi bora kabisa, na msifanye lolote, akakaa tu akaendesha mambo anavyotaka, kwa sababu governance yenu, mfumo ule wa uongozi yuko vizuri, lakini kwenye uongozi bado ana mapungufu makubwa, kwa sababu uongozi ni uongozi wa wananchi, ni uongozi wa watu. Kuna maneno ya kimombo ameyatumia hapo, leadership, governance na administration. Nadhani sasa governance ndio utawala. Yes. Leadership ndio hiyo tunaita uongozi. Kwa hiyo ni maneno tu ya kimombo na Kiswahili. Baraka, ulitaka kugusia pia hapo siasa kwenye eneo la uongozi ama siasa kwenye eneo la utawala? Ipi siasa ni vyema ingie zaidi wapi? Mimi nadhani siasa ni vema ingie zaidi kwenye uongozi, sio kwenye utawala. Kwenye utawala iwepo, lakini iwepo kwa ajili ya kitu fulani ambacho tunakiita check and balance. Kama mwanasiasa ambaye yeye ana sauti ya umma, ana sauti ya wananchi wake anaowawakilisha. Kwa hiyo tunategemea kile kitu ambacho kitaenda kuwekwa kwenye sera, kwenye mikakati, kwenye kanuni na taratibu, kireflect kile ambacho kinatoka kwa wananchi. Sawa? Kina reflect vipi? Ndio tuna watu ambao ni wawakilishi wa wananchi, ambao wawakilishi wa wananchi sasa tukitumia neno moja tunawazungumza ndio wanasiasa, ambao sasa kule wataenda kwa ajili ya kufanya hilo jambo moja. Lakini tutakapoenda sasa upande wa pili, hii ndio sehemu yao wao ya kujimwaya kwenye uongozi, kwa sababu wao ndio wanatakiwa sasa wakawaambie wananchi, hiki ambacho kimeletwa na utawala bora tunakifanyaje kitekelezwe kwetu kwa ajili ya kutuletea maendeleo, kwa ajili ya kutuletea ukuaji wetu sisi. Kwamba kama wananchi walikuwa na tafsiri tofauti, sawa, basi huyu mwanasiasa yeye ndo atumike sasa kwa ajili ya kuambia nini ilikuwa dhumuni, nini ilikuwa nia, na kwa sababu gani inatakiwa ije kwenu kwa ajili ya utekelezaji, kwa ajili ya maendeleo ya taifa. It's true, Rambert, lakini vile turudi nyuma kidogo. Unajua sera inakujaje? Sera kwa mfano kama sasa hivi tunazungumza habari ya ilani ya uchaguzi. Sasa hivi tuko katikati ya uchaguzi, mchakato wa uchaguzi, tunazungumza ilani. Ilani iliyoandaliwa na mwanasiasa ndio itakuja kuzaa sera. Katika miaka 5 ijayo, ilani hii ndio utaona sera zinatengenezwa kwa msingi wa ilani hii, kwa sababu hii ndio mkataba wa wananchi na wanasiasa na vyama vya siasa. Kwa hiyo ilani hii, kwa hiyo
unaweza ukasema ni kweli sheria, kanuni na yote itaanzia huko wanasiasa. Wanataka nini? Wanataka kuipeleka nchi wapi? And then wanatengeneza sasa mfumo wa sera na sheria na nini kupeleka huko ambako ilani yao ili waelekeze. Umeiongea vizuri sana Rwema. Sasa kuna tuende kidogo kwenye mawasiliano ambapo ndio eneo umebobea sana. Ni kwa namna gani misingi ya utawala bora inahusiana moja kwa moja na uwazi wa mawasiliano kati ya serikali na wananchi? Mimi nadhani inahusiana moja kwa moja kwa sababu hamna governance bila mawasiliano. Hamna governance, utawala bora bila mawasiliano. Hamna uongozi bila mawasiliano, kwa sababu uongozi nini? Una kiongozi na watu wanaongozwa. Sasa lazima awe wawasiliane kwa namna moja au nyingine. Unatumia njia gani? Unatumia njia za kisasa za mitandao kama ulivyokuwa unatueleza sasa hivi hapa, unatumia njia za zamani za ngoma na nini, lakini lazima yawepo mawasiliano. Kwa hiyo uongozi wowote ule na mawasiliano haviwezi kuachana. Na ukishindwa kuwasiliana na watu, utashindwa na uongozi. Kwa hiyo ni vizuri ukaweza ukajitahidi sana kuweza kujua mawasiliano kabla hata hujawa kiongozi. Hamna uongozi bila mawasiliano. Sawa sawa. Unataka kuongeza Baraka kabla sijamuuliza tena? Nimekumbuka kitu hapa. What are the key factors of the good governance? Ndani mle kuna pointi moja ambayo tulikuwa tunaikimbilia sana, inaitwa transparent. Sawa, kwamba ni vitu gani vinaonyesha hapa sasa kuna utawala bora. Sawa. Tunapokuja pale chini tunaona kuna uwazi. Ambao sasa uwazi huo ndo tunazungumza sasa. Unakuja katika nyanja gani? Mawasiliano pia kwa wananchi nao pia ni moja kati ya uwazi ambao tunaita transparency. Kwa hiyo huwezi ukavitofautisha wala ukaviweka mbali hivi vitu, kwa sababu vyote vinatakiwa viende sambamba. Huyu mwananchi anataka asikie. Anasikia kwa namna gani? Lazima kuwe kuna communication hapo katikati, ili yeye ajue kwamba hiki ambacho tunakifanya si ambacho mnatuongoza nyinyi huko, sawa, mnakifanya kwa wapi mpaka wapi na kwa namna gani, na kwa namna gani ni kizuri kwetu. Kama hajasikia, manake atatengeneza notions. Akitengeneza notions, kile ambacho atakiamini yeye ndio atakachoamini nyinyi mnakifanya, kwa sababu hamjamwekea mawasiliano wazi ya nini ambacho mnakifanya as a good governance. Tunaposema mawasiliano tuna maana gani? Maanake sije kawa tunachanganya kati ya taarifa na mawasiliano. Na taarifa ni sehemu ya mawasiliano, lakini mawasiliano ni dhana pana kidogo. Na nimesema tofauti nimeweka mawasiliano na taarifa nikiwa na maana ya sije kuwa kuna mmoja ndio anapokea tu taarifa kutoka upande mwingine. Mwingine hana nafasi ya kumpa taarifa ile wa upande mwingine. Ndio. Na ndivyo ilivyo mara nyingi tuna uwezo wa serikali kuibua mawasiliano na taarifa kutoka kwa wananchi ni mdogo sana. Mara nyingi sana unakuwa kama hivi, tuko redioni unazungumza, watu wanasikia, lakini hawana uwezo wa kujibu, hawana uwezo wa kuuliza maswali. Wanajitahidi serikali kuweza kupata maoni toka chini, lakini mara nyingi sana ni serikali kwa wananchi kuliko wananchi kwenda serikalini. Lakini vile vile ukiwa serikalini kuna mgongano mkubwa hivi. Kwa upande mmoja wanasiasa wanataka kuwasiliana na wananchi na kuwa wawazi kabisa. Kwa upande mwingine mfumo huo wa kisheria wa serikali unawazuia watu wasiseme. Na tulipata tatizo wakati ule tumeanzisha mtandao wa maofisa mawasiliano serikalini. Kwa hiyo wakaanzishwa na tukashauriwa na ikaandikwa ripoti nzuri sana. Sasa utendaji kazi wamekwenda kule, una ofisa mawasiliano ambaye kazi yake ndio kuwasiliana, kwa maana ni mawasiliano ya umma. Wizarani pale kuna katibu mkuu. Katibu mkuu ndio msemaji rasmi wa wizara. Na huyu aliyeajiriwa kuwa mtu wa mawasiliano hawezi kusema bila ruhusa ya katibu mkuu.
Kwa hiyo kazi yake pale, anakaa, anaweza asiseme kitu kabisa. Akimwendea katibu mkuu, hapana, taratibu haziruhusu. Lakini sio katibu mkuu, una waziri naye anapenda aseme. Sio. Kwa hiyo tumejitengenezea mfumo mzuri kwamba tuna vijana wazuri sana, wonderful, wana uwezo mkubwa sana wa kuwasiliana, lakini wako kwenye taasisi zetu hawasemi kitu, kwa sababu mfumo wetu ule uliotujiwekea, upande mmoja unaruhusu mawasiliano, upande mwingine unayazuia mawasiliano. Kwa hiyo ndio maana sasa kuna mgongano wakati wote kuhusu na serikali haiwezi kusema kila kitu, asikudanganye mtu. Kuna mambo itasema vizuri kama inataka kuyasema vizuri na inataka kuungwa mkono na wananchi. Kuna mambo mengine itayaficha na mengi, ili nchi iendelee kuwa salama. Nimekumbuka hiyo hoja ya kwenye wizara kuna waziri mwenyewe, kuna katibu mkuu na maafisa mawasiliano. Lakini mara nyingi unapata waziri ndiye anazungumza zaidi kuliko mwenye nafasi ya kuzungumza hiyo. Sasa wakati mwingine hata wanahabari kumpata waziri mwenyewe kuzungumza, kutokana na unyeti wa kazi yake, yuko na mambo mengi, inakuwa shughuli kubwa. Niliona unatoa ishara ya kwamba kuna jambo litaka kuongezea kwenye eneo la mawasiliano. Upande upi unapokea zaidi na upi pia unapeleka taarifa kwa mwenzie? Kwa namna nyingine, mwananchi kufikisha taarifa kwa viongozi anazo hizo nafasi, sawa, ambazo sasa katika namna yetu ya taratibu za uongozi bado tunarudi kwa wanasiasa, sawa, ambao bado ndo wanaonekana wanawazungumzia wananchi. Kwa hiyo kuna point ambapo tutafika, tutasema labda wananchi hawaendi moja kwa moja kuwafikia viongozi wao, lakini tutakuja kukuuliza kwamba wana wawakilishi wao. Wawakilishi wao, je, hawafikii viongozi wao? Hawafikii viongozi kwa ajili ya kufikisha changamoto za wananchi, sawa? Ingawaje bado hatuwezi tukapinga kwamba kuna uhitaji mkubwa sana hata mwananchi mmoja mmoja kujua kwamba mimi leo hii nataka nimwambie kitu fulani waziri, ye mwenyewe moja kwa moja akisikie na akaongea kikaweza kuleta mabadiliko chanya kwenye nchi. Hilo bado tuna uhitaji nalo. Lakini katika misingi ya kusema serikali kuweka taratibu zake za namna gani wananchi kuwasiliana na viongozi wa aina yoyote, tukienda kwenye makaratasi zipo. Ni kweli, kwenye makaratasi zipo, wanavyosema ni kweli. Na makaratasi hayo sasa ndio yanaleta tatizo. Kwa sababu gani? Kwa sababu makaratasi yamekaa vizuri, lakini kinachofanyika huku ni kitu tofauti. Ni ile mgongano niliosema. Na nafurahi kwamba Mama Samia ameliona hilo. Mnakumbuka katika mpango wake point zake 12 ambazo atazitimiza katika siku 100 za kwanza, ameweka hiyo mawasiliano. Ameona kwamba serikali yake maoni ya wananchi hayaibuliwi kiasi cha kutosha. Sasa ataiwekaje sijui, lakini nimeiona amesema bwana anataka kuweka mfumo wa kupokea maoni ya wananchi. Ya serikali ni rahisi kuyapeleka chini, lakini ya wananchi kuja juu huku ni. Kwa hiyo labda hiyo ni matumaini makubwa, tusubiri tuone kitakachotokea. Kati ya mawasiliano kati ya wanaoongozwa na viongozi wao. Sawa. Na umenigusa sehemu nzuri ambapo pia nitamani kujua kwa uzoefu wako ukiwa daraja la mawasiliano kati ya ofisi ya rais, Ikulu na wananchi. Ndio. Ukiwa daraja, maana wewe ulikuwa ndio daraja, unaleta taarifa kwa umma na ni matarajio pia umma na wenyewe pia unatamani kufikisha taarifa kwa rais bila kuchujwa, wakati mwingine zifike inavyotakiwa. Ulikuwa ukifanyaje hii kazi? Kwa maana ya wananchi unawapelekea taarifa, lakini na wewe pia walau unapata baadhi ya taarifa zimfikie rais moja kwa moja. Kuna namna nyingi, lakini labda kabla sijaenda kwenye njia tuzungumze kitu kimoja. Unajua, ukiwa kwenye nafasi ile, wadau wako wakubwa ni watatu. Moja ni rais aliyekuteua na serikali yake. Pili ni media, vyombo vya habari, kwa sababu vyombo hivi ndio vinakusaidia wewe kufanya kazi. Usipokuwa makini nao, ukawaleta karibu, mkaelewana, mkawasiliana vizuri, utakwama. Lakini la tatu ni wananchi kama ulivyosema. Kwa hiyo unafanyaje kazi? Kwa sababu kupata habari kutoka kwa rais na serikali kupeleka kwa wananchi ni rahisi. Hilo halina taabu sana. Kuzipata kwa wananchi ndio tatizo. Kwa hiyo kuna njia tulikuwa tunatumia. Moja ni kutumia, na ni njia kubwa, na napenda mimi serikali itumie zaidi, kura za maoni.
kura za maoni ya wananchi, kwamba angalau kila miezi mitatu lazima uwe na kura ya maoni ambayo inajitegemea. Unampa mtu kazi, unamwambia bwana, niletee mimi wananchi wanasema nini kuhusu polisi, kuhusu maji, kuhusu hili. Hiyo ni njia moja kubwa sana. Njia nyingine utakwenda kwenye mikutano ya hadhara, lakini mimi nadhani kama unataka information, taarifa za uhakika ambazo hazisumbui, niyo kwamba una kura zako za maoni zinafanyika regularly, baada ya muda kwenye mikoa mbalimbali, kwenye wizara mbalimbali, kila mahali unapata feedback ya uhakika, kwa sababu bila feedback huwezi kufanya maamuzi wakati mwingine utakosea kwenye maamuzi yako. Wananchi wanataka hili. Kuna siku moja sisi sikumbuki tulikwenda wapi, tumekwenda mahali nadhani ni Ngara kule mpakani kati ya Burundi na Tanzania. Eneo linaitwa Mrusagamba. Pale tukakuta mgongano wa ajabu sana. Wananchi kwenye mkutano ule wanataka wajengewe kituo cha polisi. Na kwa nini? Kwa sababu wanasema kituo chetu cha polisi siki. Unakiona kile, unamwambia mheshimiwa rais, unaona kule kwenye miti? Kule ndo kuna kituo cha polisi, kiko ndani ya Burundi. Tunataka sie kituo cha wananchi hapa. Kundi moja. Kundi jingine linataka kituo cha polisi. Wao wanataka kituo cha afya. Sasa mikutano kama ile vile inasaidia kuibua taarifa kutoka kwa wananchi, lakini ni mpaka uwepo. Hii nyingine ya kuwa na wataalamu wanakutafutia habari all the time, unaweza kuifanya hata bila kuwa kwa wananchi kule. Lakini huo ni mfano mmoja tu, lakini iko mifano mingi. Unakwenda mahali watu wanazungumza mambo, mnashangaa. Mliokuja nyie kuyasema wakati mwingine mnabadilisha hata message ile. Kwamba message yenu lazima ibadilike kwa sababu wananchi hawataki kusikia. Nitakupa mfano mwingine. Tulikwenda Kigoma kufungua daraja la Maragarasi. Hii daraja unaloliona, daraja kubwa zuri sana, wametujengea wa Korea wale, daraja zuri. Kwa hiyo mheshimiwa pale akatoa message nzuri sana, bwana, unajua daraja hili faida yake na nini, lakini akasema litakuwa na hatari zake. Kwa mfano, watu watakuja kununua ardhi yenu hapa, walikuwa hawafiki huko. Akaeleza vitu vingi, lakini akazungumza na habari ya bidhaa. Sasa itakuwa rahisi sio kupata bidhaa, sio toka wapi. Kumbe wananchi wa pale wanasikiliza, lakini wasikilize sana, hawapigi makofi. Unajua mwanasiasa anapenda vibe ile. Sasa jioni anamuuliza mkuu wa mkoa, kanali nani pale, anamuuliza mkuu wa mkoa, message yangu mbona kama ikupokelewa sawa sawa kule? Akasema, mzee, yale maneno uliyokuwa nayasema pale hawayaelewi sawa sawa. Hayo maneno yaseme kesho tutakapokwenda Kigoma kaskazini. Unaelewa? Sasa message ndio hizo. Wananchi wanakupa message na wewe unawapelekea, lakini kumbe unawapelekea kwa sababu daraja la Maragarasi liko kusini. Mahitaji ya watu wa kusini Kigoma ni tofauti na kaskazini. Kwa hiyo ndio hivyo, ni mifano tu ya sawa sawa. Ni kwa sababu umekuwapo Ikulu na wakati mwingine tunatamani kujua vitu ambavyo ni nadra sisi kuvifahamu. Katika namna ya kuwasiliana kati ya viongozi kwa maana ya waliopo kwenye utawala na yale yanayoendelea kwa wananchi, kuna wakati ambapo yani mnakaa na mheshimiwa rais hivi, pengine mnamwambia kwamba tumepokea ujumbe huu, tumeona taarifa fulani, tumeona gazeti hili limeandika hivi na vipi. Yani nyinyi mnatumia njia gani katika kumfikishia mheshimiwa rais ujumbe kwa nafasi mlizopewa? Njia nyingi. Kwa mfano pale structures za Ikulu za sasa sijui, lakini wakati ule tulikuwa na kitu kinaitwa ofisi binafsi ya rais. Wale ndio watu wameteuliwa na rais, si watu wa serikali, ingawa wanafanya kazi ndani ya serikali, lakini ni watu binafsi wanamsaidia rais. Kwa hiyo utakuwa na watu wa siasa, utakuwa na watu wa uchumi, watu wa mawasiliano kama sisi, utakuwa na mtu kama ADC, unajua sie tulikuwa nadhani kundi letu ilikuwa 15 hivi. Kazi yetu sie kila siku ni kukutana na kuangalia vitu fulani vitu vya strategic vya kwenda mbele na vya kwenda nyuma. Ya kwenda nyuma moja hapo ni kuangalia magazeti, media imesemaje, kuna issues gani zimetokea, nini tunazihendo vipi, tunampelekea mheshimiwa taarifa ipi. Ingawa of course wakati mnakutana taarifa ya kwanza ya media ishamfikia, kwa hiyo ile inamfikia saa 12:30
kutoka kwenye idara yetu. Lakini sasa mnaibua issues pale, mnazungumza lipi tumwambie, lipi tumshauri, lipi tuliache. Kwa hiyo mnaanzisha mchakato, lakini sie tu peke yake. Rais ana watu wengi wa kumshauri. Kwa hiyo sie ni moja tu ya units nyingi. Una cabinet mle, una majeshi, una idara, una nini. Kila mtu anatoa ushauri wake, lakini sisi tunamshauri kulingana na mandate yetu. Advantage tuliokuwa nayo, faida ni kwamba tuko karibu na wakati wote unaweza kufikisha ujumbe wako. Lakini ndio sawa. Baraka, umekuwa sehemu ya washauri kwenye masuala ya uongozi, utii wa sheria na mambo kama hayo. Kwa namna yoyote sheria inaelekeza swala la mawasiliano ni sehemu mahususi kwenye utawala bora? Yani sheria inahusiana vipi na utawala bora? Ndio msingi wa swali langu. Ya, kiukweli ni kwamba kila unapozungumza utawala bora tunazungumza pia na mawasiliano. Kwa maana hiyo kuna sheria pia ambazo zipo tayari zinazungumza kwamba wananchi ni haki yao kupata taarifa na wananchi kutoa taarifa. Lakini hiyo, ili uone ukubwa wake, haijawa kwenye sheria za kawaida. Imeanzia kuanzia kwenye katiba ya nchi. Sawa? Kwenye katiba ya nchi tukienda kwenye vipengele ambavyo vinazungumzia haki za mwananchi, yani msingi wa haki za mwananchi, sawa, inasema kabisa kwamba kuna uhuru wa kutoa maoni, sawa, uhuru wa mtu kuzungumza anacho. Maana yake ni kwamba anatakiwa atoe taarifa kwa viongozi, na yeye pia ana haki ya kupata taarifa. Ambayo hiyo sheria ndio inaenda kutoa pia sheria hizi zingine ambazo tunazungumza, sheria za vyombo vya habari, sheria za mitandao. Hizo zote ni wananchi kupata taarifa na wananchi kutoa taarifa. Kwa hiyo sheria imejikita sana katika kuhakikisha inasimamia utawala bora, lakini pia na mawasiliano kati ya wananchi na viongozi. Viongozi wengi wa umma wana uelewa wa kutosha wa kuona kwamba wao kama sehemu ya utawala wana jukumu la kuwasiliana na wananchi moja kwa moja? Ukisema wengi ni tabu sana. Katika mambo ambayo Rais Jakaya alipambana nayo ni hilo, kwamba jamani, serikali lazima iseme, ijisemee, ijitetee kwa mambo yale ambayo ni lazima yasemwe kwa umma. Na mpaka nikafika mahali mimi nikatengeneza kitabu kadogo hivi kuwezesha mawaziri, makatibu mkuu, namna kuwasiliana, namna ya kukabiliana na vyombo vya habari. Lakini dhana ile ni ngumu sana. Kama nilivyosema, dhana ya mtu wa serikali hivi kumwambia awasiliane kwa uwazi unaotakiwa na wananchi ni vigumu sana, kwa sababu ya sheria, na banwa na sheria, na banwa na taratibu. Una wakati mwingine bosi hataki useme mambo fulani, anataka yaseme yeye. Kwa hiyo ili eneo bado linahitaji uzoefu zaidi. Lakini kikatiba kama alivyoeleza Baraka pale, una haki zote. Bill of Rights ipo, inakupa haki zote unazotaka. Haki ya mawasiliano, haki ya nini, ya kukutana na kuandamana, haki, vitu vyote vipo kule. Lakini utekelezaji wake ni mgumu sana. Ni mgumu kwa sababu bado ni taifa changa. Unaona sisi hapa tuna miaka mingapi? 70 sasa. 60 hatufika 70. Umri wetu kama taifa ni mfupi kuliko umri tuliotawaliwa. Kwa hiyo bado kuna vitu vingi tunajifunza. Wenzetu hawa na mataifa yana miaka 1000, yana miaka 800, 900, 300. Kwa hiyo bado tunajifunza. Wanatuletea vitu ambavyo wakati mwingine hatukuvianzisha sisi. Na lazima tuangalie tunaviendeleza vipi. Kwa hiyo bado dhana ni ngumu, lakini nadhani tuko njiani, tutakwenda vizuri. Tumezungumza kuhusu mawasiliano na tukagusia vyombo vya habari kidogo, lakini hatukuendelea navyo sana. Vyombo vya habari vina nafasi gani katika kuhakikisha nchi inapiga hatua kwenye utawala bora? Vyombo vina nafasi kubwa sana, kwa sababu kazi kubwa za habari ni nini?
Kwanza ni kutoa habari, kuwapa watu taarifa. Ya pili kuwaelimisha. Ya tatu kuwaburudisha kusudi sio mnashinda tu. Kwa hiyo ndio kazi kubwa kuu za habari na hazijabadilika. Sasa zinafanyika vipi, katika mazingira yapi? Juzi uliniuliza kitu nikakwambia vyombo vya habari hivi ni, sijui Kiswahili chake nini, lakini ni cultural products. Niwaambia vinavutia sana hisia za watawala. Watawala wangependa kuwa navyo mkononi, kuendesha wanavyotaka, kwa sababu ya nguvu yake. Ni kama vitu vingine tu, sitaki vitaja, lakini kwa kweli ukweli ni kwamba ukiangalia mfumo ulivyo, unatoa uhuru mwingi sana. Utendaji ni tofauti sana na usije ukasema maadamu hii imeandikwa kwenye katiba na mimi nitakwenda hivyo. Hapana, watakusumbua sana wakubwa. Huyu yuko serikalini, anajua kuliko sisi. Lazima uwe na mipaka. Hiyo ni dhana ya kweli ya mipaka katika kujieleza, kutoa taarifa na mambo kama hayo. Tunaweza tukasema ni dhana ya kweli, kwa sababu tunasema kwamba hakuna haki isiyo na mipaka. Sawa. Sasa kama kutakuwa kuna haki isiyo na mipaka, manake tunaenda kufanya uharibifu. Watu watazungumza, watu watafanya wanachojisikia, mwisho wa siku tutakuja kushtuka kila kitu kimeshaharibika. Kwa kila haki ni lazima iwe na mipaka. Kwa hata tunapozungumza pia kwa vyombo vya habari, na naipongeza serikali kwa kipindi hiki, kwa sababu hatuangalii tu tatizo letu, naweza nikasema tatizo letu sana wa Tanzania, hatuangalii katika mazuri sana, tunaangalia katika yale ambayo tunapenda kuyasikia na tunayaweka kwenye upande wa negative. Ukiangalia sasa hivi vyombo vya habari vimejitahidi sana kuwa restricted, hata kwa ni content gani zinapelekwa mbele ya waraji, ambayo kama tungekosea kipindi hiki, huko mbele ingekuja kuwa tatizo kubwa. Sasa hivi kuna ukuaji sana wa hizi social medias, mitandao ya kijamii, ambayo inatuletea kila aina ya takataka na namna inavyojisikia yenyewe, sio? Lakini hapo katikati tumepitisha sheria kama 2-3. Kuna sheria za cyber, kuna Media Service Act, sawa, ambazo hizo sheria zote ziliangalia mbali, sio kuangalia leo. Sisi leo tunaweza tukasema tunahitaji sana kupata kila kinachokuja kwenye social media, kwa sababu tayari tumeishafika kwenye umri wa miaka 18 kuendelea. Lakini kuna watoto ambao wana umri wa miaka 3 leo, wengine wanazaliwa, wengine bado hawajazaliwa. Kile ambacho sisi hatukuishi nacho ndani ya miaka 18 ndio wao wanaenda kukipokea kuanzia mwaka wao wa kwanza mpaka kufikia miaka 18. Kwa hiyo kuna uimara ambao sisi tayari tulishautengenezwa kwa kutokuwepo hivyo vitu, ambavyo wao sasa ule uimara unapokelewa na hiyo mitandao ya kijamii. Nini ambacho kimekuja kufanyika kwenye sheria? Ni kuanza ku restrict hivi vitu. Nini kiende kwa wananchi, nini kisiende kwa wananchi. Unaangalia leo hii wasanii wanafungiwa nyimbo zao. Sawa. Kwa nini wanafungiwa nyimbo zao? Yule msanii tayari yeye ni jicho la Watanzania. Hawa watoto hawa sasa hivi unakuta mtoto yupo darasa la 2 anaimba wimbo wa msanii fulani beti zote 3. Wakati huo anajua kabisa ule wimbo una video. Maana yake ni kwamba atatamani akae kwenye TV aone video ya ule wimbo jinsi ilivyo, kutokana na kile ambacho anakijua, anakiimba mashuleni na anakiimba mtaani. Lakini anapoenda kwenye TV, kitu anachokuja kukutana nacho ni kinyume na maadili. Tukishindwa kuzuia kisheria kile ambacho anaenda kula yule mtoto, tunaenda kumharibu. Sawa? Sawa. Tunaenda kufanyaje? Kumharibu. Kwa hiyo tuna vitu ambavyo tunatakiwa pia tuipongeze serikali namna gani imejaribu kuangalia mbele kwenye kucontrol hivi vyombo vya habari. Sawa. Moja kati ya dhana huwa inaibuliwa kuhusu mipaka ya nini unakisema kwa mamlaka, kwa maana ya utawala au uongozi. Watu wakiona kuna sheria pengine imetungwa wanadhani kwamba ni kudhibitiwa. Una uzoefu wa kuwepo karibu na kiongozi mkuu wa nchi. Ni kweli kwamba viongozi wakuu
hawataki maoni mbadala ama kukosolewa, ama huwa ni nini ambacho sisi tunakiamini na wao wanachokiamini? Mi nadhani hiyo ni ngumu, lakini kwa uzoefu mdogo mi nilionao, kiongozi yoyote anaweza kukosolewa, lakini unamkosoa vipi na wapi? Nadhani jambo kubwa ni hivyo. Una jambo lako la kusema, unamfuata, unamwambia bwana mzee kuna hili, kwa sababu kiongozi lazima aambiwe ukweli vile vile. Wacha kukosoa, ukweli, kwa sababu usipomwambia ukweli ufanye kazi yako. Kwa hiyo lazima umwambie ukweli, lakini kama unataka kumkosoa, ushauri ni kwamba ujiulize mara mbili, na mkosoa wapi na nasema nini na lugha gani naitumia. Ukitaka kuwakosoa viongozi kwenye mitandao hivi kama ninavyoona, hawezi kupenda, kwa sababu viongozi ni binadamu, hata wewe kwa hiyo ni lazima sasa ujue mipaka, kwa sababu hata unaposema unakosoa au unashauri, na wewe una mipaka yako vile vile. Sio kwamba huna, huwezi kusema mimi maadamu nakosoa nitakosoa kila kitu. Hapana, mimi nadhani lazima iwepo uwiano fulani. Unamaanisha kuwa kuna staha, kwa sababu vinginevyo ni kiongozi mmeshamweka pale juu, halafu mnamtukana, halafu iweje? Na mmemchagua nyewe kwa sababu wewe ndio unatuongoza, halafu kila siku mnamtukana. Sasa mnafanya kitu gani? Kwa sababu mmemweka pale kwa sababu mnamwamini kwamba atawaonyesha njia na mtakwenda njia salama, na mmemwekea taratibu na sheria na kanuni na katiba. Sasa lazima mheshimu kwanza katika vigezo hivyo hivyo, na ili aweze kufanya kazi. Lakini mnashinda asubuhi mnamtukana, jioni mnamtukana, inakuwa kama tuko kwenye kiwango kikubwa sana cha utoto. Sijui mwenzangu Baraka nawe Baraka una mtazamo gani? Kiukweli naungana na mzee wangu hapo. Kuna kauli ameanza nayo kwamba viongozi nao ni binadamu. Sasa tusitoke sana kwenye utaratibu wa kuamini kiongozi ni kiongozi tu, hana moyo wa kibinadamu, sio? Sasa kuna namna nzuri ambayo anaweza akapokea ushauri wako au maoni yako na akayafanyia kazi, lakini kuna namna ambayo pia hayo maoni yako yatamkaraisha kiasi kwamba sasa na wewe yaone haufai kuzungumza, lakini pia haufai kuchukuliwa maoni yako. Kwa hiyo ni namna ambayo wewe utaona ni wakati gani sahihi wa kumshauri, ni neno gani sahihi la kutumia, na ni kwa kiwango gani utumie uwezo wako wa kushauri. Kwa hiyo kiongozi, nje ya kwamba ni kiongozi, lakini pia ni binadamu. Lazima pia tuone kwamba kile ambacho sisi hatufurahishi tutakapofanyiwa, either kwenye hizi medias au kwenye mitandao ya kijamii, tusimfanyie pia na kiongozi. Lakini ni sawa na sisi pia tunapokuwa ndani ya familia, tuna watoto. Una mtoto wako mmoja ambaye yeye kila siku anaomba ada kwa kukutukana. Wewe baba, unanileta duniani kwa ajili ya nini kama huwezi kunilipia ada? Lakini kuna mwingine anasema, baba, nimeishiwa ada, nimerudishwa shule kwa ajili ya ada. Baba, nahitaji nimalize masomo yangu, naomba nisaidie nilipie ada. Tayari ushaona kuna namna hapo. Kuna mtoto ambaye atakuwa wa thamani kwako, mwingine wote ni watoto wako, utawatekelezea, sio? Lakini kuna mmoja ambaye utaona huyu anastahili, hata kama nimtekelezee leo jioni, huyu atasubiri kesho kutwa. Kwa namna hiyo. Sawa. Wakati tukizungumza hapa tukagusia eneo moja la uwajibikaji, kwamba utawala bora sehemu moja wapo ni uwajibikaji. Mnadhani ni nini kifanyike ili kuwe kuna uwajibikaji kwenye uongozi na pia kuwe kuna uwajibikaji kwenye eneo la utawala? Maeneo hayo mawili, ndugu yangu Imam. Sijui tufanyeje, lakini nilidhani kwamba uwajibikaji ni mchakato, sio tukio. Sio jambo inaweza kusema kuanzia sasa sote tunawajibika. Haiwezekani. Ni mchakato, unahitaji muda, ni malezi ya watu, ni malezi ya taifa. Kwa hiyo ni jambo litachukua muda, na lazima mlijenge taratibu. Kizazi kimoja kinajenga kwenye kingine, mnafika mahali mnasema sasa sio tu tuna viongozi wanaowajibika, lakini tuna wananchi wanaowajibika. Kwa sababu unaweza kuwa na uongozi unawajibika, lakini wananchi hawawajibiki, kwa sababu kila mtu anawajibika kwa namna moja au nyingine mahali pake na katika kazi yake. Kwa hiyo mimi nadhani uwajibikaji upo,
hatuwezi kusema hamna, lakini labda shabaha yetu tunakokwenda hatujafika, lile lengo lile hatujalifikia. Kwa hiyo lazima taratibu tuendelee kujenga, tunajenga taratibu. Mimi nadhani moja ya mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya, na nadhani katika mtaala mpya huu wa elimu litaingizwa, ni swala la kwanza, swala la uongozi lazima liwekwe tangu mdogo, lakini vile vile swala la malezi ya watu wetu. Unajua sisi hapa tumefika, nchi yetu tunachanganya malezi na matunzo. Sasa kila mtu hapa, unajua mwanangu usi unampa ili akitaka ili. Malezi ni tofauti na matunzo. Sie tunatunza tu, tulezi. Kwa hiyo ningependa na malezi yaingie, kwa sababu kama malezi huwezi kuyapata nyumbani, tulikokuwa tunayapata zamani, utayakuta shule kidogo. Sasa kama pote uyapati, unakuwa unavyotaka. Sasa huwezi kuwajibika huko mbele. Na ukimwambia mtu awajibika akiwa mtu mzima kama nyie mshakuwa watu wazima, anakushangaa, sasa huyu mzee naye amechanganyikiwa. Lakini kumbe lile jambo lingewezekana kama tungeanza taratibu. Inafika mahali huwakumbushi watu wala kuwajibika, kwa sababu limeingia, ni sehemu ya mfumo wa maisha yao. Kwa hiyo sijui tunafanyaje. Binafsi mimi nadhani ni tunatakiwa tuanze na jamii. Yaani tutaweka sheria, tutaweka taratibu, tutaweka sera, tutaweka kila kitu. Kama hatujaanza na jamii yetu, tumeisha feli. Kwa sababu leo hii tuna kiongozi ambaye anaamini anaenda kuwa kiongozi ili awe tajiri. Tuna mwanafunzi ambaye anaamini ili awe tajiri lazima awe kiongozi wa kisiasa. Maana yake ni kwamba tunatengeneza miaka 6 ambayo sasa hivi tumeshabadilika kutoka kwenye miaka 7 ya primary schools mpaka miaka 6. Tunatengeneza miaka 6 ya kumjenga huyu mwananchi kuamini kwamba ili nikawe tajiri natakiwa niwe kiongozi wa kisiasa. Maana yake tunamtoa kabisa kwenye wazo la kujua kwamba akienda kuwa kiongozi anatakiwa awe na hamu ya kuwahudumia wananchi, ya kuwahudumia watu. Hilo tunalifanya linakuwa ni by the way, lakini principally yeye anataka kwenda kuwa tajiri. Kwa tukifeli kuanzia hapo, maana yake ni kwamba huyo mtu tutakapokuja kumpa dhamana kesho na kesho kutwa, hawezi kaa akafikiria yeye anatakiwaje kuwa kiongozi bora. Atafikiria yeye anatakiwaje kuwa kiongozi mwenye uchumi mkubwa kutokana na nafasi aliyopewa. Kwa hiyo lazima tuanze kwanza na hiki kizazi chetu cha sasa. Sawa. Ambacho kinapokea nini kwa hawa waliopo? Kinatazama nini kwa hawa waliopo? Sio tukizungumza tu kiukweli, kwa sasa hivi inakuwa ni yani kuna mstari mkubwa sana wa kutenganisha kati ya mwanasiasa yoyote ambaye anataka madaraka sasa hivi au anataka nafasi sasa hivi kwa tulionao na kujua kwamba sababu ya yeye kwenda pale ni nini. Kila mwananchi hayupo kwenye ile mindset ya kujua kwamba huyu anataka hii nafasi kwa ajili ya kunitumikia kwa 100%. Sio. Lazima kuna idea fulani anayosema tu au wanaenda tu kujipatia hela huko. Sio. Lakini sasa yeye pia anajengeka kuwa nani? Hilo ni swali la kujiuliza. Yes. Na majibu yake yanaweza yakatoka kwa mbobezi ambaye amekutana na viongozi. Ni sahihi. Dhana ya kupata viongozi imebadilika kidogo kwa fikra za wananchi. Wanadhani kwamba mtu anapotafuta uongozi anataka kujipatia utajiri ama pesa. Tumefikaje hapo? Tumefikaje hapo? Mimi nadhani kuna vitu vimebadilika katika nchi yetu. Tangu mwaka 92 tulipofungua mifumo yetu yote, mifumo ya siasa, mifumo ya uchumi, tukaondoa ile misingi ya zamani ya Azimio la Arusha na Azimio la Arusha kazi yake kubwa ilikuwa ni usawa na social justice, haki tu za watu na kupunguza kipato kati ya watu. Sasa wakati ule labda lilikuwa jambo zuri sana. Maybe sina uhakika, inawezekana sasa si jambo zuri. Labda dunia imekwenda mbele kiasi ya kwamba si hatuwezi kubaki nyuma. Lakini unapoingia kwenye mfumo tofauti unafanyaje? Umejiandaa vipi?
Mimi nadhani maandalizi ya kuwa mazuri, na sasa hivi tumeingia kwenye uchumi wa fedha. Si uchumi wa fedha, yani tuko kwenye kitu kinaitwa cash economy. Ni uchumi wa pesa. Kila mtu azungumza pesa, pesa, pesa. Akimwona mtoto nini, kila kitu ni pesa. Ndio analolisema Baraka kwamba hata wale wanaotaka kutuongoza sisi hawaendi pale kwa shabaha ya kuongoza kama shabaha ya kwanza. Ni kwamba wapate pesa, alafu wataongoza kidogo kidogo hivi. Na ukiangalia hata mijadala ya bunge, kwa mfano bunge lililopita, sikiliza mijadala yake. Ujaribu kuibua uongozi na hata na governance na utawala bora na nini, na hoja zenyewe zile unasikiliza sasa, hizi hoja hizi mbona sizielewi? Sasa ndo tulikofika. Tumefikaje nimeshindwa kujibu, lakini ndo tulipo hapa sasa. Tunatokaje ndio jambo kubwa. Tunatokaje ndio jambo kubwa. Nadhani ukiniuza tunatokaje, ni lazima urudi. Baraka wazungumza turudi kwenye jamii, mimi nasema turudi kwenye mifumo yetu ya kulea watoto, ya kuwasomesha watoto. Yani kizazi hiki kinaweza kuhangaika nacho sana bure, usipate matunda, lakini ukirudi nyuma kidogo ukaanza upya, labda huko mbele na ukumbuka sio jamii ya kwanza kupitia mambo haya. Wamepitia wenzetu na wakatafuta majawabu tu. Hili bwana limekuwa tatizo, hili bwana limekuwa tatizo, ili tutalimaliza labda kwa sheria, ili sheria haiwezi kulimaliza, tutalimaliza kwa mambo fulani fulani. Kwa hiyo ni mchakato wa maisha, ni process ya binadamu. Kwa hiyo huwezi kusema leo sasa nimekamilisha kila kitu, governance nayo watu wanawajibika. Hapana, itachukua muda. Amegusia sheria, na wewe ni mbobezi kwenye maeneo ya sheria. Sheria tulizonazo zinajitosheleza kuwasimamia watumishi wa umma ambao wapo kwenye eneo la utawala na viongozi ambao utawala bora unaenda nao sambamba? Naweza nikasema kama kwa 80% tunaweza tukawa tumefikia kwenye hiyo hatua, basi tupo kwenye kufanikiwa. Kwamba sheria zinajitosheleza. Sheria zinajitosheleza. Okay. Changamoto inapokuja ni utekelezaji, ambapo ndio pale tunakuja kwa kila mtu na hulka yake. Unapewa sheria na miongozo wewe, lakini unaenda kuamua kwenda kuzitafsiri na kuzisimamia ni wewe pia. Sawa. Sasa kuna mwingine yeye anaamua aende tofauti. Uwezi ukaja ukailaumu sheria tena. Sawa. Kwa sababu sheria tayari ipo. Na ni wengi sana wanaenda tofauti. Hatujui kwa sababu hakuna hatua ambazo zinakuwa zimeshafikia kwa sisi kwenda moja kwa moja kuwachukulia. Lakini pia swala lingine ambalo linakuwa ni changamoto kubwa ni kwa wananchi kujua huyu mtawala au huyu kiongozi sheria inamuelekeza afanye nini na nini na nini. Ndio tunaporudi pale kwamba wananchi wameliacha jambo la kisheria kwamba ni la wanasiasa. Jambo la kisheria kama ni la wanasheria. Sio jambo lao. Lakini maisha tunayoishi kila siku, matamko unayopewa kila siku, kodi unazoletewa kila siku, hazitoki sehemu yoyote. Zinatoka kwenye sheria. Tunaenda mwezi wa 7, tunaenda kwenye bunge la budget. Naweza nikasema awareness ya wananchi kulifuatilia bunge la budget, yani hawafiki hata 30%. Wanaona haliwahusu. Ikishafika Julai tarehe 1, utekelezaji wa zile sheria unapoanza, malalamiko ni ya wananchi 80%. Sijui unanielewa vizuri? Lakini kwenye bunge la budget ndio ambako tulienda kusema kwamba mwaka huu wa fedha wa serikali unaenda kuacha 1, 2, 3, 4, 5. Unaenda kuanza 1, 2, 3, 4, 5. Hizi sheria mpya zinaanza utekelezaji Julai 1, sio? Kila mtu alikuwa anaona ile ni wapo tu wanasiasa pale wanasoma budget, zinahusu wanasheria, zinahusu viongozi, zinahusu watawala. Utekelezaji ni kwa mwananchi. Ukienda kulalamika hauwezi ukasikilizwa. Naweza nikatoa mfano mmoja wa ambao ni uhalisia kabisa. Tunakusanya kodi. Kwa mfano halmashauri zinakusanya kodi. Kodi zinakuwa zinapendekezwa na halmashauri kwamba sisi tunaomba tuibue chanzo hiki cha kodi. Sawa, kwa mfano tuna barabara yetu kubwa, ambayo hii barabara kubwa
mara nyingi maroli huwa yanapaki pembeni, private cars huwa zinapaki pembeni. Sasa hawa watu sisi wanatuharibia miundombinu. Sawa, kukomesha hili lakini pia kulifanya liwe chanzo cha mapato ya halmashauri, tunaomba tuweke tozo kwa mtu yote ambaye atakamatwa kapaki pembeni bila sababu ya msingi. Sio tunapeleka, zinapitia michakato yote, zinaenda kwa waziri, zinaenda kwa mkuu wa mkoa, zinaenda kwa waziri, zinaenda bungeni, zinapitishwa, zinakuja kubarikiwa kama sheria ndogo za halmashauri. Sio sheria ndogo za halmashauri hazipiti bila kwenda kwenye government notice, government gazette. Wanazigazeti kwamba jamani, tunatarajia kuanzia Julai 1 tutaanza utekelezaji wa hii sheria. Sawa, au tunaenda kutengeneza hii sheria, mapendekezo ni haya hapa na haya hapa na haya hapa. Wananchi wanatakiwa watoe maoni, wananchi wanatakiwa waseme lolote. Hakuna mwananchi ambaye anaonekana zaidi ya wadau. Tukienda kwenye utekelezaji sasa, tumeshazipitisha zile sheria, ndio mtu anakuja sasa kuanza kulalamika, hii sheria ilipita lini, mbona sisi hatujui? Lakini mchakato hapo ni almost miaka 2 mpaka hiyo sheria inapita. Kwa hii awareness ya wananchi hapa ya kuona mambo ya kisheria ni ya wanasiasa yanaturudisha sana nyuma kwa kujua ni haki zao gani na zipi sio haki zao, na namna gani wawajibishe wanasiasa na viongozi. Lakini Baraka, vyombo vya habari havifanyi kazi inayotakiwa Roy Mama. Hapana, sio vyombo vya habari. Nataka kurudi mimi kwa Baraka. Baraka, unajua ulichokisema hicho ndio mfano mzuri wa kushindwa kwa mawasiliano ya umma. Kwamba kwa mfano umetoa mfano wa government gazette. Nani anasoma government gazette hapa? Wewe mara mwisho umesoma government gazette? Nani analiona kwanza? Na unaweza kwenda ukasema bwana, mimi nanuaga government gazette kwa sababu ya mambo yangu. Unakwenda ukamwambia alijatoka miezi 3. Hata kwa mfano government gazette ni muhimu sana kwa sababu upatikanaji wake pia mpaka ulitafute kweli kweli kwenye duka la serikali. Kwenye duka la serikali. Na duka la serikali sasa hivi unajua liko wapi? Duka la serikali Dar es Salaam. Unajua lipo wapi? Wamelihamisha mjini, wamelipeleka government printer kule ndani mle. Keko. Kwa hiyo kulipata uwezi, lakini gazeti lina vitu vikubwa sana. Wewe hata ukipotelewa kiwanja chako hutapata hati nyingine mpaka ugazeti kwa serikali. Lakini ukipeleka gazeti wakamwambia okay, basi peleka Dodoma mpe fulani, yani ni ngumu sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, umetoa mfano mzuri sana wa budget. Budget, mimi nadhani mawasiliano ya umma ya budget lazima yawe makubwa sana. Kwenye budget mwakani tunataka kuweka vitu gani ili wananchi nao waweze kushiriki kwenye mjadala. Watoe maoni yao kama ulivyosema. Lakini ukishtukiza unajua budget inakuja unasoma budget nini, hamjawaandaa kabisa watu. Hamna engagement. Nadhani mimi budget hizi tungefanya kama tulivyofanya kwenye dira ya taifa. Dira ya taifa mimi binafsi nadhani kuna dira ya taifa na sensa. Nadhani katika matukio ambayo tumefanya juhudi sawasawa ya mawasiliano ya umma ni hayo mawili. Watu wameelezwa, mikutano imefanyika, maswali yameulizwa, yani watu wanakwenda. Na budget nadhani lazima iwe hivyo kwa sababu budget ndio maisha ya watu. Budget ndio maisha ya watu. Usipowaandaa watu, malalamiko ni kama hivyo utayapata, kwa sababu lazima uwaengage, lazima uwashirikishe watu sana. Na kwa sababu mimi sijui bwana, lakini sijui bwana, tuendelee. Lakini pia ni sisi pia kuchukua nafasi ya kuwasisitiza sana wananchi. Ndio. Kujua hivyo vitu ni haki yao ya msingi. Ndio. Serikali ina wajibu wa kuhakikisha inawafikishia wananchi hizo taarifa, lakini pia hata sisi wananchi kujua kwamba hizo taarifa ni haki yetu ya msingi, bado inatakiwa ibaki kwetu. Hiyo tena inaenda moja kwa moja kwa mfano hata kwa wafanyabiashara. Mfanyabiashara anajua kabisa mimi ni mfanyabiashara wa kitu fulani. Lakini kujua tu sheria ya kodi ya hicho kitu chake ambacho anafanyia biashara, bado anataka aletewe kwa kushtuka. Sasa hapa tunazungumza wananchi kupata taarifa, wananchi kushirikishwa. Lakini nimewaza wananchi wana watu wao ambao ndio sauti yao, kwa maana ya madiwani na wabunge. Kwani hawa wana jukumu gani kwenye hiki mnachokiongea? Wana jukumu kubwa, lakini wanalifanya kwa sababu, ngoja nikupe mfano. Mwaka 2020 tulichagua diwani kwenye eneo fulani hivi. Sio lazima ninaloishi mimi.
Lakini huyo bwana hakuonekana, huyo bibi hakuonekana mpaka mwaka huu 5 years later. Hakuonekana na watu wanalalamika wengi tu. Kwa hiyo pia na hiyo ni nadhani inarudi kwenye lile aliolisema Baraka hapa kwamba bado kuna, yani wananchi wanaonekana wako kule pembeni na viongozi wako juu pale, mawasiliano yao sio ya kutosha sana kuanzia chini, wala tuseme na nchi. Mimi ukiniuliza mtu pengine anajitahidi sana kuwasiliana na wananchi ni rais, anapambana, mama yule anasema huku anazungumza huku anatoa speeches, lakini watu wengine hivi wanaohusiana na hivyo vitu wanamwangalia wapo kwenye mfumo wa utawala, wanamwangalia tu. Kwa hiyo ni sawa. Ulitaka kuongeza jambo, madiwani wa bunge wanaingiaje hapa kwenye hiki tunachokizungumza? Nilikuwa kwanza naungana pia na mzee Imamu hapo. Hiki kitu watu wengi sana tunashindwa kukiweka kwenye akili zetu. Narudia kauli aliyozungumza mzee wangu. Mheshimiwa Rais anaongoza sana kushare taarifa na wananchi kuliko hata viongozi wake wa eneo husika. Nitatoa tu mfano mmoja. Mkuu wa wilaya kufika sehemu anasubiri apate tukio ndio afike sehemu husika, lakini kumbuka mkuu wa wilaya anajua mipaka yake. Kama amekaa hiyo sehemu miaka 5, maana yake ni kwamba hiyo mipaka yake anaijua na anaishi nayo kila siku. Lakini kwa nini siku ambayo atapita Mheshimiwa Rais akasimama pale, watu wanaibuka na yani nusu ya wananchi wakisema wapewe maiki wazungumze, kila mmoja anazungumza tatizo? Kuna tatizo sehemu ambalo Mheshimiwa Rais anazichukua zaidi taarifa kuliko watu wake wa chini. Lakini nikienda moja kwa moja kwa hili swala la madiwani na wabunge, kwa upande mwingine kwa sisi sasa nazungumzia zaidi kwa sehemu ambayo mimi nipo. Kuna namna fulani ambayo wanalazimishwa wafikishe taarifa kwa wananchi. Ndio pale ninaporudi, ile awareness ya wananchi ipo chini sana. Kuhisi na kudhani haya mambo hayawahusu. Kwa sababu ukienda kwa mfano utungaji wa sheria ndogo, ambazo ndio sheria ambazo zinamgusa sana mwananchi kila siku. Na hizo sheria ndogo zote lazima zitokane na sheria mama, sio? Lakini zinazoenda kumgusa kila siku mwananchi ni sheria ndogo. Anayekaa pale ni mbunge, anakaa kwenye baraza la madiwani ambao kuna mbunge wa viti maalum, kuna mbunge wa kuteuliwa, kuna diwani wa viti maalum, kuna diwani wa kuchaguliwa na mbunge wa kuchaguliwa, sio? Na yoyote ambaye atakuwa ameteuliwa. Lakini pia umomo ndani kuna viongozi, kuna mkuu wa wilaya, sawa? Kuna mkurugenzi, sehemu ya utawala. Yes, yani hapo tuna utawala na uongozi. Wote wamo ndani, sio? Sheria inatulazimisha sisi tunapotaka kupitisha sheria ndogo yoyote, kwanza tuwaconsult wananchi. Tunawaconsult vipi wananchi? Kuna sheria ambayo tumeijadili labda kwenye kikao cha kamati ya fedha, tunaenda kuipeleka kwa wananchi. Tunaipelekaje kwa wananchi? Diwani, nendeni mkaipeleke hii sheria kwamba tunatarajia kutengeneza sheria hii hapa. Tunaipeleka kwa namna gani? Diwani ni mwenyekiti wa kikao cha kamati ya maendeleo cha kata. Mle ndani ana wenye viti wa mitaa yake yote. Ana watendaji wa mitaa yake yote ambao bado tunaikuta mkurugenzi na mkuu wa wilaya wakiwa kwenye ngazi ya kata. Maana yake kuna diwani ambaye ndo kama mkuu wa wilaya, kuna mtendaji kata ambaye ndo kama mkurugenzi, sio? Wote wanawakilisha wananchi. Lakini wakati huo tuna mtendaji na mwenyekiti ambao sasa wao hawaishi kukaa kwenye vikao. Wanaenda kukaa kwenye vikao na kamati zao za maendeleo. Wana kamati za miundombinu, wana kamati za usafi, wana kamati ambazo vitu walivyovitoa kwenye kamati ya maendeleo ya kata wanavipeleka katika kamati za maendeleo yao za mitaa. Lakini ili kupata consent ya wananchi, sheria inawaambia wao wanatakiwa waitishe mikutano ya wananchi. Hapo ili wananchi watoe maoni. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Sawa? Tunapoenda sasa kwenye kuitisha mikutano ya wananchi, tunaita mkutano wa wananchi ambao PA inafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, mkutano ni Jumapili. Ambao tunaamini wananchi wote wapo nyumbani. Wananchi mtaa una wakazi labda 1000, wanafika wananchi 20 kwenye mkutano. Lakini Baraka, hiyo manake nini? Manake
wananchi wanaona sio sehemu ya mchakato ule. Na nitakwambia kwa nini. Wananchi wanaona sio sehemu ya mchakato kwa sababu tumewapeleka wananchi, tumewafikisha mahali ambapo wanaona labda uhalali wetu sisi huko juu tulipo sio mkubwa sana. Nitakupa mfano. Unataka kumaanisha kuna daraja wanaliona? Lipo kubwa sana. Amelisema yeye mwenyewe. Kwamba mnapitisha PA wiki nzima. Kwanza sina uhakika kama PA ni njia nzuri sana ya mawasiliano, by the way. Wanapiga kelele tu mitaani. Lakini mimi nadhani kwa mfano nyie mnaweka sheria ndogo nzuri sana. Kwa mfano, kwa nini diwani asilazimishwe kila wiki kukutana na watu wake, kusikiliza hoja zao, kusikiliza kero zao, kusikiliza malalamiko tu, mtu ananyang'anywa kiwanja au nini au kwa sababu zamani huko ilikuwa inafanyika, sio kisheria. Baada ya uhuru ilikuwa viongozi wanalazimika kwenda Lumumba pale makao makuu ya 5 kukaa na kuwasikiliza wananchi. Ikaenda ikayumba. Mzee Mwinyi alipokuja akairudisha kila wiki. Alikuwa anakwenda kusikiliza maoni na matatizo ya wananchi. Huku chini huku hamna mfumo kama huo. Mimi lazima uwepo kwa sababu diwani ndio kiungo kikuu cha kwanza kati ya wananchi na serikali. Sasa asipojua yeye matatizo ya wananchi, kwa sababu akianza yeye then mkuu wa wilaya anakuwa rais, nyie watu wa kanseli anakuwa rais, juu huko mnaweza mnatengeneza mnyororo wa kujua kinachoendelea. Lakini madiwani wetu mzee kuna shughuli ya kufanya. Ipo. Tumezungumza hapa michakato ya kuwasiliana na wananchi ili kuweka dhana ya utawala bora. Tunawezaje kuitumia teknolojia kama sehemu ya kuimarisha mawasiliano na kukamilisha dhana ya utawala bora? Kiufupi naweza nikasema kuwa teknolojia sasa hivi inakuja kutusaidia vitu vingi sana. Naweza nikasema tu hata hii michakato yote ambayo nimeizungumza hapa kwa baadaye yote tunatakiwa tuitumie kwa kutumia teknolojia. Namna ya kuwafikia wananchi. Ingawaje haitakiwi iwe ni zoezi la ghafla. Kwa sababu hata ukuaji wa teknolojia pia kwa hawa wananchi wetu unaenda kwa utaratibu sana. Unajua tunaweza tukasema kwamba teknolojia imekuwa kwa kila mwananchi, labda kwa wananchi wa Dar es Salaam kumiliki simu janja. Lakini sio kila mwananchi huko nje ya Dar es Salaam anamiliki simu janja. Sio. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tutakaposema tunaenda kwenye mwendo wa speed ya 160 kwenye teknolojia, kuna watu lazima tutawaacha nyuma sana. Sawa. Kwa ni lazima hata ukuaji wa teknolojia ureflect kilichopo kwa wananchi wetu, sio wa eneo fulani, wananchi wa nchi nzima. Kwa kama kuna tathmini inatakiwa ifanyike kitaalamu, by the way naamini zipo kweli, ya kujua kwamba huu ukuaji wa teknolojia kutokana na maeneo tofauti upo kwa kiwango gani na kwa asilimia gani kwa eneo gani, alafu tuone tunaipelekaje moja kwa moja. Najua Roy Mangu utalijibu hilo, lakini nimuongeza kidogo kwa sababu yupo serikali. Kuwepo kwa mifumo kama vile watu kutokuonana na mtumishi moja kwa moja, kufanya mambo yote kwenye mtandao, ama kuweza kutuma maombi na nyinyi wenyewe kusaini kwenye alama za vidole na sio makaratasi, umesaidia kwa namna yoyote kuimarisha utawala bora? Umesaidia, lakini pia haujasaidia. Umesaidia kiutawala kwa asilimia kubwa kama sio 100, lakini kwa wananchi kuna namna haijasaidia sana. La kwanza tutarudi pale kwenye kuzungumzia hiyo teknolojia. Sio kila mtu anaifikia teknolojia. Kwa mfano naweza nikaupongeza mfumo wa kimahakama sasa hivi. Mfumo wa kimahakama sasa hivi 80% ni teknolojia. 80% ni teknolojia. Unaenda kufile kesi, unaenda kufile kwenye mfumo. Unaenda kuchukua judgment, unachukua kwenye mfumo. Unaenda kufile application yoyote, unaifile kwenye mfumo. Kila kitu unachokifanya unakifanya kwenye mfumo. Lakini imeenda mbali zaidi. Asilimia kubwa ya mahakama zina namna ya kusikiliza, ile tunazita kusikiliza kimtandao. Kwamba unaweza kuwa huko Mbeya, mahakama inaendelea, ipo mahakama ya kazi Dar es Salaam Kinondoni, watu wanaendesha session. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukasema tumefika kwenye
kwenye hiyo hatua nzuri. Lakini kwa wananchi moja kwa moja, kwa mfano sisi kwenye taratibu zetu sisi sasa za kusema kila kitu tukiweke katika teknolojia, kuna namna, kuna muda inatakiwa umsikilize mwananchi, sura yake ikwambia na tatizo gani kuliko maneno yake. So, lazima umuone. Yeah. Sawa. Roemamu, una mtazamo gani kwenye haya mambo mawili? Kwanza teknolojia ni jambo kubwa zuri sana, lakini halimalizi matatizo, kwa sababu mitandao ya teknolojia hii yote inategemea utashi wa binadamu kwa kiasi fulani. Na ametoa mfano mzuri sana wa mahakama, na ni kweli. Juzi nilikuwa Dodoma, mimi nikaenda kajipa nafasi, nikashangaa, nikaangalia lile jengo jipya la mahakama. Kwa hiyo nikaenda ofisini kwa mtawala mkuu wa mahakama. Yule kijana msaidizi wake akaniambia, mzee, karibu bwana, kama unavyoona hapa ana laptop tu, hakuna karatasi hapa inayotumika. Nikamwambia vizuri, lakini imemaliza matatizo ya huko mitaani huko. Akacheka sana. Lakini teknolojia ni jambo zuri sana, lakini kabla ya teknolojia, nchi bado tuna mfumo mzuri wa mawasiliano kama tungeutumia. Unajua mfumo wote ule wa utawala unakwenda mpaka chini, mpaka nyumba 10. Yule kiongozi wa nyumba 10 anaweza kusaidia sana kuibua matatizo ya watu wake, wale wana ile cluster yake. Akayachukua, akayapeleka kwenye ngazi ya juu ikapeleka, lakini hatutumii. Yani wale wamebaki tu. Zamani walikuwa na angalau wanasuluhisha hata kesi ndogo ndogo hizo, umegombana mkeo anakwenda na kushtaki kwa siku hizi hawana. Yani siku hizi unawaona labda liwepo tatizo tu, lakini ile kusema bwana, mimi na nyumba zangu 10 nitakwenda kila wiki nitawapitia kuwasikiliza, kuna nini jamani, kuna kitu gani, wenzangu mmeamkaje, ili kutimiza mahitajio ya huo mfumo hautumiki. Sawa. Tungekuwa nao, na labda nyie mngetusaidia Temeke, uanzisheni kwamba walazimisheni watu wenu wa chini kule kuwasikiliza wananchi wao, waibue matatizo yao, waibue matarajio yao, waibue shida zao, ili wazilete kwenu. Namna hiyo inaweza kurahisisha mawasiliano. Kwa hiyo namna ipo, na mnapata kubwa zaidi sasa ya mawasiliano ya kisasa ya mitandao sio na nini. Lakini utumieni, system ipo. Asante sana. Jamani, wakati wetu umefika tamati, na ningetamani kusikia kila mmoja niambie mtazamo wake. Sasa tufanye nini, jambo gani kubwa tulifanye ili kuimarisha utawala bora kwa kuzingatia siasa safi? Tutaanza na Bwana Baraka na pia nitakusikiliza mzee wangu Roemamu. Tufanye jambo gani kuwe kuna utawala bora na siasa safi? Mimi nadhani tuzidi tu kupeana elimu kwa ambao tayari wapo, lakini na kwa ambao pia wanakuja. Kupeana elimu ya kujua kwamba tunapoenda kwenye utawala bora, lengo kuu ni nini? Kwa nini tuwe na utawala bora? Tunatakiwa tufanye nini? Tuiweke Tanzania kwanza, tuiweke nchi kwanza kwenye kila kitu, kwenye siasa, kwenye utawala bora. Alafu mengine ndio yafuate. Katika kila level, katika kila nafsi ya mtu. Mimi ambaye sina nafasi, yule ambaye ana nafasi, yule ambaye hajui anahitaji nini. Wote tutoke tuna kauli moja ya kujua kwamba sisi wote ni viongozi, sisi wote ni watawala. Ili tuwe tuna mfumo bora, ni lazima sisi kwanza tuanze kuwa bora kwa nafsi zetu na kwa kila tunachokifanya kwa ajili ya nchi yetu. Sawa. Mimi nadhani tuendelee tuongeze kasi ya tunayoyafanya vizuri. Tunayofanya vizuri yako mengi tu. Serikali inafanya mambo mengi vizuri na nchi yetu inafanya vizuri. Na tukiyaendeleza, tuyapromote vile, tuyatangaze. Vijana nyie mna uwezo mkubwa sana wa kutangaza mambo, lakini mambo yenu mnayotangaza hivi, unajua unashangaa kwamba mbona mazuri yote hapo haya. Kwa sababu hayo ndio yatatusaidia kujenga nchi kama anavyosema Baraka, lakini na kuimarisha utawala bora wetu na kuimarisha uongozi bora wetu. Lakini lazima nyie vijana mtusaidie, ile mitandao ile mnayolala nayo, mnayoamka nayo, ile itumieni vizuri. Na huku chini sisi tusiokuwa na uwezo wa mitandao, na sisi tutaendelea na juhudi zetu za kuwasiliana kizamani, lakini sote twende pamoja. Jamani, nawashukuru sana.
Tumekuwa na mjadala mzuri. Salvatore Uremamu yeye ni mtaalamu wa mawasiliano na mwanahabari mwenye uzoefu mkubwa kwa muda mrefu kwenye uandishi wa habari, uhusiano wa umma na mawasiliano ya kisera serikalini, lakini kubwa zaidi amewahi kuwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu kwa takriban miaka 8 wakati wa utawala wa awamu ya 4. Huyu ni mwanasheria Baraka Mwasaka na pia ni wakili wa serikali mwenye uzoefu mpana katika masuala ya utawala bora, uongozi, uhusiano na usimamizi wa biashara, lakini pia ni mfanyabiashara katika sekta ya wakala wa forodha kupitia FSB Clearing and Forwarding, na anatoa pia ushauri wa kitaalam kuhusu masuala ya kodi na biashara. Na mimi ni Stanislaus Lambert. Asante sana kwa kutazama Siasa Zetu leo. Tukutane wakati mwingine.